kwa sababu ya uzito, but when we have the Spirit of God anatusaidia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ningeomba tu wale wako huko nyuma tafadhali karibia. Maybe you have your seat here. Karibieni tu. Hata kama tunahuzunika tu. Nataka tu kama kuna kiti kwa mbele yako tafadhali tusonge. Tusonge. Sama lako. Uko midi. Nataka mkuwadaka na mwambia. Maybe you are in media. Okay, you are there. Okay, sawa. Kwa wakati huu nataka tumkaribishe naye tuongoza praise, tumkaribishe. Wakati wote lazima tumsifu Bwana. Praise God. Hallelujah. Tunamsifu Mungu. Amen. So welcome Matthew to choruses as we proceed. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. The Bible says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer, supplication, and thanksgiving, and let your requests be known unto God. Bwana asifiwe. Praise God. Hebu na mikono yako juu hivi. Inua tu mkono yako juu. Jirani yako, tena jirani high five. Tena jirani high five. Bwana asifiwe. Uko mzima, you're breathing. Uko mzima, jitikisha kidogo. 1, 2, jitikisha kidogo. Unajua mikono naona zinapitia hapa. Hallelujah, inua mikono yako juu kabisa. Inua juu. Wapi songa na vigelegele kwa Yesu. Celebrate Jesus. Piga makofi mazuri. Nataka tu upige makofi pole. Na yule nini? Tule. Sisikie mikono, nataka nisikie makofi tule. Makofi kwa Yesu jamani. Makofi ya juu. Sema makofi ya juu. Sema makofi ya juu. Sioni mtu. Jitikise. Sema
kupoteza kila kitu. God is a miraculous. He restored everything. Bwana sifiwe. Praise God. Hebu ndio mikono yako uimbe wimbo ukimaanisha God is a miracle working God. Hata katika majonzi God can restore joy. Amen. Is a miracle working God. Is a miracle working God. Is the Alpha and Omega. Is a miracle working God. Is a miracle. Is a miracle working God. Is a miracle. Is a miracle working God. Is the Alpha and Omega. Is a miracle working God. Is a miracle. Is a miracle working God. Is a miracle working God. Is the Alpha and Omega. Is a miracle working God. Is a miracle working God. Lift your voice. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Celebrate with Jesus. Celebrate with Jesus. Tupige, isipokuwa ni masaa tungeimba kigosho moja, but time imetibiwa na mvua. Bwana asifiwe. So let us take our seats. Amen. Kama kuna kiti kwa mbele yako, tafadhali kalia, occupy the seat. Elder Njoroge, please. Here is your seat. Mama Prudence. Tukae na mzee hapa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu salimia pia karibu na wewe. Mwambie jipe moyo katika Bwana. Amen. Tell her or him, be strong in the Lord. Amen. I know it is not easy, but tunajitia moyo katika Bwana. Bwana asifiwe. Tuliambiwa asubuhi, and David alijitia moyo. He strengthened himself. Amen. He encouraged himself in the Lord. Praise God. So nachukua fursa kuwakaribisha nyinyi nyote ambao umefika katika hii memorial service of our Elder Ngoro, na Mungu awabariki. Karibu wageni ambao hamjai kuja mahali hapa. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mgeni hujaifika mahali hapa, inua mkono. Haujaingia hii kanisa, inua tu vizuri. Amen. Si wenyeji, tuwapigie makofi. Amen. Na tuwakaribishe katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Hatutaki kutupa wakati, nataka wakati huu kumkaribisha Rev ili atupatie neno for a few minutes, then we go to speeches, then we finish. Praise God. Tumkaribishe kwa makofi. Amen. Tunaweza pigia pasalia na makofi. Amen. Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote mara tena. Karibuni sana. Hapa ni Bible Films. Na hapa ndio tunaabudu Mungu. Amen. Naona Elder Chichini anakaa huko na very sensitive for hii. Kuna kitu tu hiyo baba. Sipendi kusema wale wa kuheshimiwa waheshimiwe. Mama Jo, kuja ukae hapa hivi. Najua ni elder wa kanisa kwa nyumbani, sasa ni vizuri ukae hapa tu. Karibu na huyu ndio anaitwa Minister Mwinyi. Yes, Minister Sikfo. Asante. Thank you. So, nawakaribisha nyote katika ibada hii ya memorial service. Hii ni ibada ambayo hatujawahi kufanya hapa. Miaka yote nimekuwa kwa ministry, hatujawahi kuwa na kipindi kama hiki, lakini katika mambo yote tunamshukuru Bwana because our God is a faithful God. Praise the name of the Lord. Na yeye anajuaka sababu ya vitu kufanyika. He is God. Na vitu zile hatuna answer, tunaziwachanga hivyo kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. But before I bring the word, ningetaka kusema kwamba Elder Ngoro, apart from being an elder in this church, he was my personal friend. Alikuwa rafiki wa karibu. Tulikuwa tunashare mambo mengi ya maisha. Even
mambo ya maisha ya kawaida, tunasema tutafanya hivi and ni mtu alikuwa amenikaribia sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na wale walikuwa kwa service asubuhi, niwaambia kwamba kwa ministry sijakuwa na watu wengi roho namna hiyo. Unajua kanisa inakuwa na season mingi. Kuna wakati kuna kujaga giza inawafunika, kukiwa na mawimbi, watu wengine wanaona kama mtaisha wanaenda. Lakini Elnaburu wamestand na hii vision. Kutoka wakati mama Abia alintroduce kwangu, tulijuana na yeye kabla hajaokoka. Na nikaenda tukafanya na yeye kazi nikiwa mtu wake wa mikono. Juu nilikuwa nafanya kazi ya mjengo, that time alikuwa fundi. Na nikambefriend, tukatengeneza urafiki na nikawa fundi wake wa mikono. Ni mimi alikuwa anaitisha mawe na woga na kamchanga akiwa huko juu, ananiambia pasa ana ngera leo, sasa nampatia hiyo mawe. Tukawa na urafiki so close. Tukatembea na yeye akaokoka. Wakati aliokoka, Mungu akanitoa kwa hizo kazi za mijengo. So ninajua Mungu alinituma on a mission ya kwamba niende nifanye kazi ya mjengo, not because that is my destiny, lakini kwa sababu kuna nafsi alikuwa anataka kuokoka. Na alipookoka sikufanya hiyo kazi tena. So after that akaokoka, akakuja church, tukaendelea kuwa na watu wengi, wanakuja wanaenda, you know the seasons of the church. Vile tu kanisa inaendaga, unajua kanisa inakaa kama basi. Basi ambayo inatoka wapi? Pengine inatoka Thika ikielekea Nairobi. Kuna watu watafika Nairobi, watatokea hapo katikati. So kanisa pia inakuwa hivyo. So in all the seasons, wakati wengine wanashuka bus because they are not sure about the vision, Elnaburu ameheld tightly to the vision and tightly to us. So kwetu na kwangu nimepoteza rafiki na mtu ambaye alikuwa wa karibu sana na mimi. Lakini tunakubali mapenzi ya Mungu ifanyike. Praise the name of the Lord. So to the family tunawaambia poleni sana. Mungu awatie nguvu na waweze ku encourage. It is not an easy season, lakini neema ya Mungu itawatosha in Jesus name. So kwa sababu ya interest of time, just allow me to bring the word for a few minutes and tutaendelea kwa section nyingine na Bwana ataweza kutubariki in Jesus mighty name. Ningetaka kuongea neno ambalo liko 2 Timothy chapter 4. Media, you can kindly assist me with 2 Timothy chapter 4 and verse 6 to verse 8. Nitaongea neno pale na Bwana ataweza kutubariki in Jesus mighty name. Bible inasema ya kwamba for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse 8 finally. Inasema, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not only to me, but also unto all them that also that love his appearing. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya kusanyiko hili la watu wako. Asante kwa sababu ya kunipa kibali na neema ya kusimama mbele ya watu wako nilete mausia yako. Ninaomba usemi unaotoka kwako Bwana. Ninaomba neno hili litufariji, litupatie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba utafariji family na utawapatia amani ipitao fikra na fahamu za wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo, fungua masikio yetu tuweze kusikia mausia yako kwa sababu ya majira haya. Katika jina la Yesu Kristo, we give you praise and we give you glory in Jesus name. Nikitaka kuongea message ambayo Mungu ameweka katika moyo wangu. Nikitaka kuongea habari ya finishing well, kumaliza vizuri. Na nitaanzia kwa kusema ya kwamba kitabu ya Mhubiri inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Praise the Lord. Kumaliza ni very important. Na vile unamalizia is also very important. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mtu hata akienda kama high school, asome form 1, awe number 1, aperform vizuri, form 2, form 3, alafu akiwa form 4, akose kufanya the final exam, a drop. Hawezi pewa certificate ya kusema alifika form 4.
Na kwa hivyo ningejaribu kusema ya kwamba, ninajaribu kuleta kwetu ya kwamba kumaliza ni kitu ya muhimu, na sio kumaliza tu, kumaliza vizuri. Praise the name of the living God. Apostle Paul hapa anaongelesha kijana wake in the faith. By this time Paul was an old man, and Timothy ndio alikuwa na upcome na ndio alikuwa na mrithi kama mrithi wake wa kihuduma. Na kwa hivyo Paul aliandikia Timothy, na hii sio barua ambayo ni a light letter. Hii ni barua ambayo ina carry a lot of weight, kwa sababu these are the last words of the Apostle Paul kwa kijana wake ambaye anaitwa Timothy. Jina la Bwana libarikiwe. Akamwambia kwamba for I am ready to be offered, niko tayari sasa kumwagwa, and the time of my departure is at hand. Praise the name of the living God. So ni kama Paul anasema kwamba I am ready, niko tayari. So ni kama Mungu alimsaidia Paul kuelewa ya kwamba he is about to leave. Jina la Bwana libarikiwe. And it is my prayer before God ya kwamba hatutaondoka bila kujua time yetu imefika ya kuondoka, because there is leave. Praise the name of the living God. Hallelujah. 2 weeks ago tulikuwa na Nyamburo kwa ofisi, na akanipatia account ya maisha yake, na akaniambia ile mambo yote anataka kuattain. In fact alikuwa ananiambia if I can tell the family, kwa sababu naweza kosa opportunity nyingine ya kuambia mambo kadhaa. Aliniambia this year ndio mwaka wake wa mwisho wa kujenga. Aliniambia by next year, kwa sababu amelipia Mwagi school fees ya mwisho. Those were the ones ambao aliniambia. Aliniambia yeye hana mtoto mwingine wa kusomesha, kwa hivyo yeye akimaliza mwaka huu kujenga, kutoka next year hata jenga tena, ataretire. Alafu akaniambia ako na plot zingine 2 huko Kilimambogo. Akaniambia hizo nazo anataka kuuza. Bwana asifiwe. Akanipatia mambo, alinipatia mambo yake yote ya maisha. Hiyo ni mambo hivi. Wakati sasa kifo imetokea ndio nina understand. Yeye alikuwa ndani yake ni kama alisensa ataenda. Bwana asifiwe sana. Na akaniambia kwamba anataka auze hizo plot 2 kwa sababu wako na plot huko mahali wanakaa nyumbani na ako na kadeni ka around 900,000. Anataka hizo plot 2 auze na auze ile gari iko nyumbani alipe hiyo deni. Alafu akaniambia hii mwaka atatafuta pesa kwa sababu amemaliza kusomesha, ajenge plot yake iko na hapa ndio apatange pesa ya kulisha familia. Bwana asifiwe sana. So huyu ni mtu ambaye anaonekana ni kama alikuwa na sensa atafanya nini? Anaondoka. Bwana asifiwe sana. Na akaniambia ati Mwangi na kuweka cross sana na yeye, those were the words of the father, na akaniambia ndio atabeba the legacy of the family. Hiyo ni maneno ya baba. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na kwa hivyo ninajaribu kusema ya kwamba Paul alisema ya kwamba for I am ready to be offered. Karibu mtumishi wa Bwana Pastor James Ndao. Kabisa. Akasema for I am ready to be offered. Niko tayari. Alafu anasema and the time of my departure is at hand. Na wakati wangu wa kuondoka umefanya nini? Umefika. Bwana asifiwe sana. Anasema wakati wake wa kuondoka umefika. So Paul akiwa mtu wa Mungu alielewa majira. Alielewa ya kwamba kila mtu kuna wakati wake wa kuondoka. Paul anasema my time of departure is at hand. Praise the name of the living God. Na wacha niseme hivi kwetu sisi ambao tuko hapa. Kama kuna baraka Mungu anaweza kukubariki nayo, if there is a blessing ambayo Mungu anaweza kukubariki nayo, ni wakati umekaa umekesha na umeelewa mpaka wakati wako wa departure. Because ukijua wakati wako wa departure, hautakuwa na kitu umejishikilia hii dunia. Na utakuwa na wakati mzuri wa kutengeneza uhusiano wako na Mungu because of eternity. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So Paul anasema I'm ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Kwa hivyo nikinapoleta hii message ya kumalizia vizuri, ningetaka kusema ya kwamba ndio tumalizie vizuri, we must always be ready. Ndio uweze kumalizia vizuri masafa yetu ya hapa duniani, lazima uwe nini? Uwe tayari. Hebu nisaidie kuambia jirani yako kuwa tayari. Na wakati Ndeburu aliaga ilinishangaza sana because on Sunday wale walikuwepo
after preaching ya wamama nilisimama hapa. Nikaambia watu, wapendwa, tukaange tayari. Sio lazima ugonjeke ndio ukufe. Na sio lazima uzeeke. Mimi hata sikuwa najua ni story gani nimeleta because it's one. Sio hiyo mama yule alituhubiria alileta. Lakini kasema tuange nini? Tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo ndio umalizie vizuri, kaanga ukiwa tayari. Because you don't know the hour, not the time. Haujui ile wakati utaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu haujui ile wakati utaondoka, ni vizuri kuwaka tayari. Hii dunia sisi wote ni wasafiri na wapitaji. Na siku moja departure yetu itafika. Paul alisema my departure is at hand. So yeye alikuwa na neema ya kuwa tayari, na namba 2 kujua departure yake. Jina la Bwana libarikiwe. So ningetaka kusema ya kwamba for us to finish well, we must always be ready. How do you prepare? Tunaweza semaje uko tayari kama Paul? Number 1, you need to make Jesus the Lord of your life. Unahitaji utengeneze ushirika wako na Mungu. Umkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa nini? Wa maisha yako. Because wakati utatoka hii dunia, destination ni mbili. Amen. Sio kama Kenya. Unajua Kenya kuna Mathare, kuna watu wanakaa Mathare, kuna wale wanakaa hapa Gĩtambaya, kuna wengine wanakaa upande wa Lunda, kuna wa Muthaiga. Biguni hakuna Muthaiga na Lunda. Biguni destination ni ngapi? Mbili after this life. So you either go to heaven or go to hell. So we need to be ready by making Jesus the Lord of our lives. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri kuandikwa vitabu za kanisa. Hata huku kwetu tuna vitabu na tuna majina, na tukiona mwezi moja imeisha bila kutuma apology, tunawekanga tu line, unatolewa tu, tunajua wewe ukiendaga. Halo, Bwana asifiwe sana. Lakini najaribu kusema ya kwamba hata kama tumeandikwa vitabu za church, ni vizuri majina yetu yaandikwe kwenye kitabu cha uzima. Paul anasema I am ready to be offered. Kumaliza vizuri, you must be ready. And the way to prepare yourself for eternity, hakuna njia ingine, is making Jesus the Lord over your life. Alafu unakaa na dhamiri safi mbele ya Mungu na mbele ya watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuwa na dhamiri safi. Hebu ambia jirani yako dhamiri safi. Mbele ya Mungu, mbele ya watu. Bwana asifiwe sana. Ndio usiwe na madeni ya watu. Siku ile unakufa wanasema wanakafungwa radi ile, hata afadhali hiyo ilienda vile ametusugua hii dunia. Unajua kuna mtu anaondokanga hata watu hawafiki. Wanaona hata kama alikaa sana. Kuna mhubiri mmoja wa TZ alituambia shosho yao alikufa. Na shosho yao alikuwa mchawi yule anajulikana kwa kijiji mzima. Alikuwa anatuambia wakati alikufa, vijana wa mji walimchimbia 20 feet. Sio 6, 20. Dakanagaje kuliuka. Ndio asijaribu kufufuka. Kwa sababu alikuwa ameterrorize kijiji yote. Mpaka mtu yote alikuwa anauliza kwani huyu atakufa nini? Bwana asifiwe sana. Wakati tunaishi hapa duniani, Mungu atusaidie tuwe na dhamiri safi mbele ya watu na mbele ya Mungu. We also become a blessing to people and to the kingdom. Jina la Bwana libarikiwe. So, abia jirani yako dhamiri safi. So Paul alisema I'm ready to be offered and the time of my departure is at hand. Kwa hivyo mtu yote yako hapa, kama kuna kitu inaitwa departure, ukienda kwa airport, by the grace of God nimeenda airport kidogo, nikaona kuna mahali pa departure na mahali pa arrival. Are you hearing what I'm saying? Yaani kuna mahali watu wanaendaga kuraki watu wao wale wanakuja. Na kuna mahali panaitwa nini? Departure. Unaendaga kusidikisha mtu wenu wakienda. So kila mtu ambaye ako hapa, you have an arrival date. Na laibiki serikali imehakikisha kila mtu sahihi ako na birth certificate. Birth certificate huwa ina declare your arrival date. Praise the name of the living God. Na kama uko na arrival, then it is also wise to know you have a departure date. Are you hearing what I'm saying? Paul anasema and the time of my departure is at hand. Wakati wangu wa kuondoka umefika. So Mkristo na mtu wa Mungu, ndugu zangu na dada zangu na mama yangu na baba zangu ambaye mko hapa,
ni vizuri tumalize vizuri kwa kujiandaa kumpokea Yesu awe Bwana, na namba 2 kuwa na dhamiri safi mbele ya Mungu na mbele ya watu, na pia kuelewa ya kwamba we have a departure date. Praise the name of the Lord. Hebu nisaidie kuambia jirani yako, you had an arrival date. Mwambie you have a departure date. Bwana asifiwe. Sasa niseme hiyo mambo mengine mawili, verse 7 na 8, na nimalize, na sitapitisha hapo kwa sababu ya time. Paul pia anasema, anaambia Timothy, so ni kama ana settle account, anafungulia Timothy moyo wake kuhusu maisha yake. Anamwambia, I have fought a good fight. Praise the name of the living God. I have fought what? A good fight. Ningetaka pia kutukumbusha, tujikumbusha kama kanisa la Bwana na watu wa Mungu, ya kwamba hata kama kuna vita zinapiganangwa za matiagas na za resori, na hata kwa bomba wakati mwingine watu hupigana, si watu hupigana sometimes. Mwaraki hata kama utaroa kana ni jori mwana. Sometimes watu hupigana. Lakini Paul anasema, I have fought a good fight. For you to finish well, unahitaji upigane vita njema. You need to fight the good fight. Na ile vita njema ambayo Paul anazungumzia hapa, sio vita ya kupigana na watu. Sio mng'ang'ano, sio strife. He's speaking about the fight of faith. Vita za imani. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati mwingine mtu anakaanga hivi, unajiuliza, na wokovu ni wa ukweli? Kuondoka ni kwa fiu. Na kuna mahali watu wanaendanga, hiyo inakuwa vita ya nini? Ya imani. Jina la Bwana libarikiwe. Paul anamwambia, I have fought the good fight. Praise the name of the living God. Kwa hivyo na wewe ningetaka kuambia, for you to finish well, wachana na hizo vita zingine. Hebu angalia jirani yako, mwambie wachana vita za watu. Fight the good fight of faith. Pigana vita njema ya nini? Ya imani. Paul anasema nimepigana ile vita mzuri ya imani. Alafu anamwambia sio hivyo peke yake, number 4. Anamwambia I have finished my course. Nimemaliza nini yangu? Course yangu. Kwa hivyo ni vizuri pia kuelewa ni kazi gani Mungu anataka ufanye hapa duniani. Si kuna watu wanafanyanga course ya driving? Niuliza mtu mwingine wa familia yetu, nikamuuliza ulifanya driving? Akaniambia nilifanya, lakini sikufanya mtihani. Bwana asifiwe sana. Yaani alifanya driving akalipa yote, siku ya mtihani akaogopa, hakwenda kufanya mtihani. Kwa hivyo tunaweza sema hakumaliza hiyo course ya driving. Kumaliza ni kupata certificate. Praise the name of the Lord. Paul alijua ile course iko mbele yake. Alijua ile kazi imewekwa mbele yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na akasema kazi yake ni kuhubiri injili ya neema. Sasa anasema I have finished my course. Kwa hivyo kila mmoja ambaye yuko katika ufalme lazima ujiulize ni kazi gani Mungu alikuita ufanye. Alafu ndio huo ukianalyze, nimemaliza ama niko katikati. Kama mimi ninajua siwezi enda haraka. Muulize jirani yako, unaona kama unaweza enda hasuri? Unajua hata kuna watu wajuaji wameitwa kufanya nini? Praise the name of the living God. Mimi nakaa kama Caleb. Mimi nitasurvive jangwa mpaka nifike the promised land. Praise the name of the living God. Na ile maono niliona bado hata nusu yake haijafika. Kwa hivyo mimi najua hii dunia nitakaa. Muulize jirani yako, unaona kama utakaa? Mraki yani uone. Kwa nini utakuongelesha jirani? Muulize unaona kama utakaa. Na ujue kama hauna kazi hapa duniani, kuondoka ni rahisi. Kwa sababu David alisema I will not die, but I will live to declare the works of the Lord. Sitakufa, lakini nitaishi nitangaza nini? Sifa za Mungu. Na unajua kazi ya mtu ikiisha hapa duniani, hakuna haja ya kumalizia watu wengine hewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukimaliza kazi ile Mungu amekupangia hapa duniani, ukimaliza your course, you must live. Kuna nyanya yetu amepumzika juzi, na alipumzika akiwa na 109 years. 109. Na sasa tulikuwa tunaulizana na my wife juzi. Tulikuwa tunaulizana swali.
A sincere and a genuine question. Unajua ni vizuri kujiulizaga maswali. Unauliza Mungu sasa, tulikuwa tunaulizana. Kwa nini sasa Mungu anaruhusu nyanya kama huyu alikaa kwa kitanda bedridden 20 years? Hajaokoka, ako na dementia, hata alisahau watu, anakuona anakuuliza no kile. Unamwambia ulikuja. Wewe ni nani? Unamuelezea. Mkikaka anarudia hiyo. Sasa tunaulizana na mtu mwingine ako na lot of potential. Unaona kama kuna kazi kubwa anastahili kufanya hii dunia. Kile Mungu anamchukua. Hata yeye alikaa mpaka akaona amesahaulika. Watu walikuwa wanakufa hapo Nibahu, kiambia mtu amekufa, anauliza na kwa nini Mungu alisahau na kuaga huku? Kwa sababu hata yeye alikuwa anataka kufanya nini? Kuondoka. Najaribu kusema you need to finish your course. Praise the name of the living God. Na ni lazima tujiulize ile course Mungu amekupatia ni gani? Amen. Ndio usitoke kwa ile course Mungu amekuitia kufanya. Huduma kama hii, huduma haikuangi rahisi. Mimi nishaisikia kupotea hata sio mara moja ama mbili. Na nikasikia hata sitakuja. Si washirika wa hapa kuna wakati ya mkujangi. Hata wale sio hapa, si kuna wakati una miss church. Hata mimi nasikiaga hiyo sometimes. Nasikia kama sitakuja. Lakini nikikumbuka ile kozi nimeitiwa, ninajua wacha nikuje niendelee kusukuma hii kitu mpaka nifikishe mwisho wa hii course. Jina la Bwana libarikiwe. So Paul aliangalia ile kazi Mungu amemuitia, akajua kwamba nimeifikisha mwisho. So anasema I have finished my course. So lazima ujue umeitiwa course gani. Pengine umeitwa ukiwa intercessor. Lazima ujue kama umeitwa uombee hii maono mpaka ifike kwa destiny. Kama haijafika, uelewe ya kwamba wewe huwezi ondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Si kuna mzee mmoja kwa Bible, wakati Yesu alizaliwa aliingia kwa hekalu wakachukua mtoto, alafu akaambia Mungu, sasa unaweza kuachilia mtumishi wako apumzike kwa amani. Kwa maana kile uliniahidi umetimiza, ya kwamba sitatoka hii dunia kabla sijaona Mwokozi. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa hivyo ninajaribu kusema ya kwamba you need to finish your course. Unahitaji ujue Mungu amekuitia kufanya nini. Hebu niulizie jirani yako umeitwa kufanya nini. Kwa hii memorial service ni vizuri kujua umeitiwa kufanya nini. Akasema I have finished my course. Alafu akasema and I have kept the faith. Nimeweka imani. Bwana asifiwe sana. It is my prayer before God ya kwamba kila mmoja wetu Mungu atatupa neema tuweke imani, tudumishe imani, tusipoteze wokovu wetu along the way. Praise the name of the Lord. In all the seasons of life, kama ni kupanda milima tupande na Mungu, kama ni kuteremuka tuteremuke na Mungu. In the dark seasons of life, kwa sababu kwa maisha kuna wakati unafunikangwa na giza. Haleluya. Kuna wakati maisha unafunikangwa na giza na unaona kwa kweli umefunikwa na giza. Ukiangalia mbele unaona kama hakuna njia. Lakini hata wakati kama huo, we need to count God faithful. We need to keep the faith. Praise the name of the living God. Tukijiambia ya kwamba even though I walk through the valley of the shadow of death, when the Lord is together with me, I'll fear no evil. Tunajiambia kama David ya kwamba even though I walk through the valley, kwa hivyo hata hii valley ya mauti ambayo tuko nayo hii season ya our elder, we are not going to perish along the way. We are just walking through the valley. Praise the name of the living God. Familia nisikilizeni. God is going to grant you grace to walk through the valley of the shadow of death. Na hamutakufia hapa, hamutaishia hapa. You have a bright future ahead of you. Because you are going through. Munaenda through. Hamwendi chini. You are not going under. You are going through the valley of the shadow of death. Na tukipitia hii, tutatokea upande ule mwingine, tukiwa na utukufu, tukiwa na neema, tukiwa tumeweka imani. So wewe ambao umeokoka, weka imani, dumisha imani. In all the seasons of life, wakati mambo ni mabaya, wakati mambo ni mazuri, uhakikishe ya kwamba umeweka imani. Hebu niambilie jirani yako, weka imani. Hallelujah. Na nimalizie kwa kusema, kumake this statement. Asubuhi nilisema, kuna wakati David walikuwa na shida. Kwa sababu ya Ziklag imechomwa, wake wao wamechukuliwa. It was a desperate situation. Praise the name of the living God. Lakini at that situation, kile David alifanya wakati kulionekana hakuna tumaini, he encouraged himself
in the Lord is God. Kwa hivyo tuweke tumaini yetu ndani ya Mungu, macho yetu tuifix kwa Mungu, tusiwe distracted na anything. Praise the name of the living God. Kwa sababu tukifanya hivyo, we will be able to overcome the hour of darkness. Praise the name of the living God. Mungu wa neema awabariki na awatendee mema. Ninaomba tuombe, alafu nitapatia na microphone in the name of the Lord. Acha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa nyakati zote. You are the same God of the mountains and the God of the valleys. You are the God in darkness and the God also when we are in the light. We give you praise and we give you glory. Asante Bwana kwa maana umetuletea neno la majira ya kwamba unataka tumalize vizuri, na ukatuambia ndio tumalize vizuri, kuna mambo tunastahili kufanya. Tusaidia Bwana tuwe tayari, tukaanze tukiwa tayari katika jina la Yesu Kristo, na kuelewa ya kwamba we have a departure date, na baada ya hiyo departure date hakuna mtu ataweza kutengeneza ushirika wake na wewe beyond the departure date. Na kwa hivyo saa hii Bwana, kabla miaka yetu haijaisha, teach our hearts in the name of the Lord. Teach us how to number our years and our days, oh God, that we may apply our hearts to wisdom in the mighty name of the Lord. Before our departure date, tutengeneza ushirika wetu na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba utusaidie tuweke imani, tunaomba utusaidie tumalize mwendo katika jina la Yesu Kristo. I also want to pray for the immediate family, ya kwamba Bwana utawafariji, utatufariji Bwana katika jina la Yesu Kristo. Neema yako itatutosha Bwana, neema ipitao fikra, amani ipitao fahamu na fikra za wanadamu, utaweza kukirimia hii family katika jina la Yesu Kristo. Na tunakushukuru Bwana kwa maana pia umetukumbusha ya kwamba we are walking through the valley of the shadow of death, ya kwamba hatutakufia hapa, hatutaishia hapa. Hii familia haitakufia hapa, haitaishia hapa. Utakubali Bwana wapitia hii giza na watokea upande ule mwingine wakiwa na ushindi katika jina la Yesu Kristo. For weeping may endure all night, but joy comes in the morning. Tunaomba Bwana ukubali hata baada ya hii giza kupambazuke katika hii familia katika jina la Yesu Kristo. We give you praise and we give you glory as we celebrate the life of our brother and our elder Mboro. Bwana, tunaomba neema yako itoshe kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. May you receive all the glory and all the honor in Jesus name. Amen and amen. Hebu tumpatie Bwana makofi glory. Before nipatiane hiki chombo, maybe you are there, you are not born again, na ungependa kupatia Yesu maisha yako. Ni vizuri kutengeneza ushirika wetu na Mungu before our departure date ifike. Maybe you are there, you would like to give your life to the Lord. Huu ndio ule wakati mzuri sana. Hii kifo kama hii inatukumbusha ya kwamba tuwasafiri na tunaweza ondoka anytime. Amen. So hii sio ile unasemanga next year nitafanya, next year but 2 nitafanya. Hapana. Hii inatukumbusha ya kwamba anytime we can depart. Na kwa sababu hatujui siku ya departure, ni vizuri tutengeneze ushirika na Yesu. Kuna mtu kama huyu, you would like to give your life to Jesus? Haya. Kama hakuna, Mungu wabariki na watendee mema. Nataka kulika Pastor James akuje atusalimie and dear wife, kuja mseme hai, alafu baada ya hiyo microphone karibu. Alafu baada ya hiyo tutarudisha program kwa Pastor Mwangi, atatuelekeza vile tutafanya in Jesus name. You're welcome. Bwana Yesu asifiwe. Pokea tu mkono hivi, labda tujaonana mwaka huu. Nashukuru sana kwa neema na fadhili za Bwana ambazo zimenidumisha hadi wakati huu. Praise be to God. So wacha nipe kiwango kwanza wasalimie, ndio tuongee just for 2 minutes. Na Bwana atatubariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neema ya Bwana iwatoshe. Bwana asifiwe. Leta rabirabi zetu, najua ya kwamba Elder Mboro amekuwa nani, lakini yote tunamtukuza Bwana. Bwana asifiwe. Maana Bwana aliona ni vizuri ampumzishe
Naitwa Virginia Geshini, niliokoka. Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa ajili ya hiyo mahubiri ambayo tumekuta ikiendelea. Na kuna neno ningetaka ni mention the book of Acts 13. Iliandikwa kuhusu Daudi ya kwamba David 13:36 ya kwamba David fulfilled God's purpose in his life and after that he rested with his fathers. Bwana asifiwe sana. Mchungaji amekuwa akihimiza tumalize kazi yetu, lango ala tujue kazi yetu. Bwana asifiwe. Na neno linasema ya kwamba David fulfilled God's purpose in his life. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sio hoja yetu, sio maisha yetu ile tunaendeleza, lakini the purpose of God in our lives. May the grace of God abound in us, ya kwamba tutimize mapenzi ya Bwana ama kazi ambayo Bwana amekuitia wewe na mimi, tuitimize katika ulimwengu huu. Na ndiposa sasa tupumzike, tukazikwe na mshoe matendo yetu yatufuate. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba Bwana awatie nguvu, endelee kuwaonekania na kuwainua katika Bwana. Bwana awabariki sana. Amen. So pia kwangu ningetaka kutoa rambirambi to the dear wife of Elder Boro, the children, the immediate family, na pia kanisa, sababu ni familia ya kiroho. Bwana awapatie faraja. Najua ya kwamba si jambo rahisi to lose a loved one. Inaonekana that mko na huzuni, and it is right, ni vizuri to mourn your beloved when the time for mourning has come. Na wakati mchungaji alikuwa anahubiri, nimekumbuka tu kuhusu kifo. There is a program ambayo ilikuwa inakuja TV sometimes back, nikiwa kijana nilikuwa na watch, inaitwa 1000 Ways to Die, na ilikuwa inaonyesha njia ni nyingi za kufa. Na nikakumbuka neno ambalo limeandikwa kitabu cha Acts. Na ni Paul akiongea na wazee wa kanisa ya Ephesians. Na Paul alikuwa anajua ya kwamba wakiachana na wapendwa wa Ephesians, mahali ataenda ni Jerusalem, na alikuwa anajua pale he is going to meet his death. Kwa maana Bwana alikuwa amemuonyesha ya kwamba siku zake haziko mbali. Lakini hata kama hakuwa amekufa, akawaambia the Ephesians church, kwa maana walimsindikiza mpaka kwa Mary mahali ilikuwa, na akawaambia I am sure I am not going to see you again. Na Biblia inasema ya kwamba walilia sana. Huyu hajakufa, lakini nawaambia hatutaonana tena. Na hiyo prospect ya kwamba hawataonana ikawapatia huzuni kubwa. Na wakati mwingi tunapatwa na huzuni tunapoachwa na mpendwa, kama vile tumeachwa na mpendwa wetu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata sasa hatujui kama tutaonana tena. That is how death is needed. Na waliposikia hawataonana, they really mourned, wakalia, kwa maana kufikiria ya kwamba hawataonana tena, it is not an easy thing. Na kwa hivyo brethren, I know it is difficult for the church. I know it is difficult for the family. But the most important thing is destination ni gani aliyoenda. Tumehubiriwa mambo ya arrival na departure. Destination is the most important. Na tunashukuru Bwana kwa maana Elder Boro walijuana na Yesu. Praise be to God. Na we can be sure ya kwamba maisha aliyoishi hayajaisha sasa. He is starting a new life together with Jesus. Kwa hivyo, even as we mourn, we are assured of this thing ya kwamba ako mikononi mwa Bwana. Praise be to God. Na kwa hivyo ni vizuri hata sisi tuliobaki tukae vizuri maisha ambayo yanapendeza Bwana, na tujue ya kwamba we are not here forever. Tents zinabomolewa every now and then. Hatujui yetu itakaa mpaka siku gani, but the most important thing ni siku ambazo tunaishi, tuishi tukijua ya kwamba maisha katika Kristo, hapo ndipo kuna assurance ya siku za kesho, even beyond this life. So the Lord encourage you, the Lord comfort you. Na we are mourning with you. Tulimjua through Leverett, na mzee alikuwa mzuri, bali simama pamoja na kazi ya Bwana. So I know you have lost somebody who was wonderful in the church, ambaye hakuwa anakataa kufanya kazi ambayo amepewa katika Bwana,
He was a worker in the house of the Lord. But above all, he is in the presence of the Lord. Praise be to God. And najua kama kanisa, the Lord is going to raise another person who may be able to fill that gap. Hawezi jaza kabisa, but Bwana atajaza pengo ambazo zimeachwa even to the family, because all things are possible with our God. So Bwana wabariki sana na neema ya Bwana iendelee kuwa pamoja nasi. Amen. Asante Pastor James. Pastor James na mke wake, they are good friend of ours for many years. Na wamekuwa nasi in all the seasons of life, and we thank God for you. We love you. Thank you for the humble fellowship. Amen. Ningetaka kumpatia Mama Jo kuja tusalimie, and we are our church kuja usalimie kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Elda Esther kutoka Gospel Makagi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekuja sababu ya mzee Elda Goro na familia yake, ni marafiki na tena ni majirani. Niwaambie Mungu anajua sababu ndani ya roho. Nilikuwa nafikiria nikikaa pale, kuna wimbo tunasemanga, ukilegia hinya waku igetida radha kamwe. Bwana asifiwe. Hebu jiulize, tangu ulipozaliwa Mungu hajawahi ondoa mkono wake juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaishi kwa neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu ndiye ubariki mtu na miaka. Praise God. Wakati tulizaliwa, mimi wanaambia watu, Mungu aliweka mikono hivi. Akasema umeanza safari hapa na utamalizia wapi? Bwana asifiwe. Hivyo kile tukakaneko ligo tukalekelia hapa. Ama tutamalizia wapi? Ama ni nini itatubeba? Bwana asifiwe. Sababu wengine wanagojeka, tunaona wamegojeka kama vile referent alikuwa anasema, sisi yake aligojeka miaka mingi. Si ndio? Lakini baba yake hakugojeka. Mungu aliona amchukue hivyo. Bwana asifiwe. Na naona Mungu alikuwa anajua tu, sababu wakati referent alisimama Sunday na akawaandaa, hakuwa anajua anaandaa nani. Bwana asifiwe. Na hivyo haikuletwe yote, hivyo ni tuhaliki. Bwana asifiwe. Sababu hatujui saa ama saa madhani ya roho sio. Kwa hiyo hiyo yale yakwa ama ombi langu ni kama vile nataka mehubiri tumalize vizuri. Ningependa tutaturania na Ngai. Ngai akurati. Amen. God bless you so much. Mama Jo na familia yake ni rafiki yetu wa karibu, na pia ni nyumba na yetu na hii familia ya Kaboro na God neighbors. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kukuja. Kuna pastor mwingine hapa. Pastor kama church elder. Pastor church elder. Sitaki kukosa kupea nafasi. Okay. So kama hakuna, before tuende kwa program, kwa sababu Elda Goro alikuwa rafiki yangu wa karibu na alikuwa ameshare na mimi 2 weeks in advance kuhusu maisha yake yote. Mahali wanakaa pale Tom, hiyo plot wako na deni ya 900,000 na hata kama our sister anamwambia juu ya spoke to the advocate, naongea na wakili, I think it was yesterday morning, tuliongea na yeye na akaniambia atanipatia update na mahali walikuwa wamefikishana na huyo mtu wako na deni na yeye. So I want to bring with us that we support this family, to support. This is an hour of need, kwa sababu Elda Goro was the breadwinner of the family, na hiyo deni alikuwa anataka kulipa this year, na kwa sababu he is no more and the family is there, ni vizuri tuwa support. It is good we support the family na Mungu ataweza kutubariki. So I want to appeal to us, each one of us, ya kwamba tufanye kitu kuhusu hiyo deni, tuwasaidie kupunguza hiyo mzigo.
Ninajua kwamba kuna maandalizi ya mazishi and we are still contributing for the same. Lakini mimi siangalii mazishi sana, Mr. Chairman. Bwana asifiwe. Mbele lako Chairman ako pale ndio anatupangia committee na anafanya kazi nzuri. Mimi siko kwa mazishi. Lakini niko na issue na hiyo deni ndio ya 900,000. And I know ni deni kubwa wakati haina mtu wa kulipa. So I want to appeal to us ya kwamba as a church, as friends and family, we can lower that debt. Tunaweza, hata kama tunaweza shindwa kumaliza hiyo deni, tunaweza ipunguza. So with all humility and humbleness, allow me to request us to give. Tukatiane kwa sababu ya hiyo. Na hiyo pesa Chairman, hiyo sio yako. Hiyo najua uko na yako hii ya matano. Hii nataka iwe dedicated kupunguza ile deni wako nayo huko. It's a big debt. 900,000 is not small amount of money. So ningependa tuweze kutoa and kama ningepata advice from the Jerome nikwambia ukaanza tayari. Unajua Eljabudu ndio nilikuwa na omba mawaidha sana. Hata tukiendelea nilikuwa namuuliza hapa, unaona tufanye namna gani? He was a man full of wisdom. Na alikuwa na immediate solution. Hata nikimuita tu anakaa hivyo 30 seconds anakuja ananiambia tufanye 1 2 3. Alafu naona wameongea na Jerome anakuja ananiambia kitu. So I don't know how we are going to raise that money. Mimi nataka tu raise hiyo pesa ya huko ya plot. Kwa neema ya Mungu. Na Bwana atusaidie. So Jerome, you can advise me ile njia tunaweza tumia na itakuwa baraka kwetu. In Jesus name. Tuko pamoja. Si vizuri kufanya hivyo? Halo, si vizuri tufanye hivyo wapendwa? Tayari. Naona mzee ako tayari kabisa. Amen. Anasema wale tuko nazo tutoe, na wengine kama hauna huko wa prepare, you can just write a paper, alafu tutajua mahali tumefika in Jesus name. Amen. Sijui kama hiyo pesa tutoe hapa na tuandike. Yes, I think we can give. Asha, nisaidie na ile basket. Mimi sijuangi kuchangisha pesa, lakini leo tutachanga. Na mimi niko shahidi. Hiyo neema niko nayo leo. Sijuangi kuchangisha, lakini leo nitafanya hivi kwa utukufu wa jina la Bwana. Sijui kwa memorial service we expect nini, lakini imekuja tu, lazima tufanye hivi. In Jesus name. Hata tukiwa